وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معنا الحديث الثاني والثلاثون، tukiendelea na hadithi ya 32 katika kitabu chetu hiki cha al-40 an-nawawiyya. يقول الإمام النووي عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. حديثه imepokelewa na Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, anasema hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: la dharara wala dhirara. Hadha alhadith min nahiyati sanad ruya min tariqain. Hadithi hii tukiangalia sanadi yake imepokelewa katika njia mbili. Al-awwalu tariqun musnadun, hali ya kwanza ni njia ya musnad, ay marfu'un ila an-nabi, moja kwa moja imeegemezwa kwa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wa thani tariqun mursalun, na riwaya ya pili ni njia ya mursal, ay lam yudhkar fihi sahabi, hakutajwa sahaba aliyepokea hadithi hii, wa huwa Abu Sa'id katika ile njia ya pili, naye ni Abu Sa'id. Fal mursalu ma rawahu at-tabi'i 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Tukisikia hadith mursal ni ile ambayo imepokelewa na tabi'i kutoka kwa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, wa al-musnadu ma rawahu as-sahabi an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Lakini musnad ni ile ambayo imepokelewa na sahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wal hadithu qawiyun bimajmu'i asanidihi, hadithi ina nguvu kwa sababu ya kukusanya hizi sanadi zake zote, kama dhakara al-muallif, kama alivyotaja al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa dhakara anna lahu turuqan kathira yuqawi ba'daha ba'dan, akataja kwamba hadithi ina njia nyingi katika sanadi zake ambazo zinatiana nguvu zenyewe. Kwa hiyo hadithi iko katika daraja ambayo ina nguvu katika upande wa sanad. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la dharara, hakuna madhara, maana yake hutakiwi mtu usababishe madhara, wala dhirara, wala watu hawatakiwi wao kufanya musharaka katika madhara. Mtu kakudhuru na wewe umdhuru, au mfanyiane madhara, mdhuriane Waislamu. Hadithi hii inakataza watu kusababisha madhara, au mtu kujisababishia madhara, au mtu kumdhuru mtu mwingine. Wa qawluhu la dharara wala dhirara, makusudio yake anna la farqa bainahuma. Kwanza tufahamu kwamba dharara wa dhirar hakuna tofauti baina ya maneno haya mawili, kwa sababu ad-dhirar bi maana dharar, neno la kwanza ni sawa na neno la pili, walakinahu kurira min babi ta'kidi, limekaririwa kwa sababu ya kutilia msisitizo. Hii ni kauli ya kwanza. Wa dharar na madhara ma yu'dhi al-insanu mimma fihi adha, ni jambo ambalo linamsababisha mwanadamu adhurike, manake audhike. Lakini vile vile qila inna baina ad-dharari wad-dhirar, pamesemwa baina ya neno dharar na maana ya neno dhirar kwamba fihi farqu, kuna tofauti. Na maana dharar ni min janibin wahid, mtu kusababisha madhara, yeye kufanya madhara mtu mmoja. Lakini dhirar makusudio yake ni la yakunu minka dhararun ala an-nasi. Hii ni maana ya dharar, manake wewe ima ujizuie usifanye madhara, au wewe mwenyewe kusababisha madhara. Hii ni dharar. Lakini tukienda katika neno dhirar, ni fahuwa yadullu ala al-musharakati min janibaini. Hii inaonyesha musharaka, watu kudhuriana wao kwa wao. Fa anta la tadhurru man dharraka, manake wewe hutakiwa umrejeshee madhara yule aliyekudhuru wewe, bal qabilhu bil afwi wal ihsan, bali unatakiwa wewe upokee yale madhara uliyosababishiwa kwa msamaha na kwa wema kabisa. Wasafh, wa hadha min akhlaqil mu'minin, hii ndio tabia ya waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule atakaye
futa na atakaye suluhisha manake akasamehe, basi ujira wake ataupata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wala tastawi alhasanatu wala as-sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Kwamba jema na baya halifanani, naam, lakini mtu anapokufanyia ubaya mfanyie wema. Fa idha alladhi bainaka, utakuta yule ambaye una uadui naye, kaannahu waliyun hamim, unapomfanyia jema baada ya kufanyia ubaya ni kama kwamba ni rafiki wa ndani, baadaye anakupenda. Mtu anajiuliza kwa nini mimi namkera kila siku, lakini la yuqabiluni bisayya, hanikabili kwa kunifanyia ovu kama mimi ninavyomuudhi kwa kumfanyia maovu. Kwa hiyo tumetakiwa sisi Waislamu kuwa na sifa hii ya kusamehe na kupotezea na kushikamana na subra katika maisha yetu. Fa idha aradta fadla al-afwi fasbir alayhi, unapotaka wewe kupata malipo ya msamaha basi vumilia pale unapofanyiwa maudhi na madhara. Fahadhihi qa'idatun 'azima min qawa'id al-islam, huu ni msingi mkubwa katika misingi ya Waislamu fi taamuli ma'a an-nas, katika kuamiliana na watu katika maisha yao. Fayanbaghi lil-insan an yatajannaba ad-darar, mwanadamu anatakiwa ajiweke mbali na madhara katika maisha yake, sawa kana yasduru minhu, sawa madhara hayo yawe yanatoka kwake kwa kuyaanzisha. Hatakiwi Muislamu aanzishe kudhuru, au yasduru intiqaman mimman adharra bihi, au atake kufanya madhara kama kulipiza kisasi baada ya kuwa amefanyiwa madhara. Almuslimu yasiru ala hadha, Muislamu anatakiwa ashikamane na mwenendo huu ambao ameutaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yakun mahbuban inda Allah wa inda khalqihi, na wakati huu anakuwa anapendwa na Allah na anapendwa pia na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.